sababu unajua kuomba sana, au kwa sababu ni mwaminifu sana, au kwa sababu unajua kutenda haki sana. Agano la uzima ni makubaliano ya wewe na Mungu. Kuna assignment ambayo wewe umekubaliana na Mungu kuifanya, na ukamwambia Mungu, kwa ajili ya assignment nipatie uzima. Amen. Nipatie uzima. Kwa ajili ya jambo nipatie uzima. Na Mungu anakupatia uzima. Maandiko yanasema kuna mzee mmoja anaitwa Simeoni. Bwana alimuonya, Roho Mtakatifu alimwambia Simeoni, hautakufa mpaka utakapoona Kristo kwa macho yako. Hilo ni agano la uzima. Kwa hiyo Simeoni yalipokuja mbele ya kuondoa mauti hayakugusa, kwa sababu alipewa ahadi. Mungu aliweka nadhiri kwa mwanadamu kwamba hautakufa mpaka uone Kristo. Na ni mzee sahihi, mzee sana, ila Mungu amebatiza nguvu mwilini na macho ya kuona, ili kila tumaini akakione kwa macho. Biblia inasema Yesu alipoletwa hekaluni kwa ajili ya kufanyiwa ibada ya uzaliwa wa kwanza, Biblia inasema Roho Bwana akamwambia, mwende huyu mtoto, maana ndiye aliyesema habari zake. Biblia inasema akamchukua mtoto kutoka mikononi mwa mama yake na akamtazama kwa macho. Sikia anavyosema, anasema sasa Bwana, wazee wale wanaangalia, wanasikia anachosema. Anamwambia huyu mtoto, anamwambia sasa Bwana, waweza kumruhusu mtumishi wako aende kwa mama? Anamwambiaje huyu mtoto? Yeye anajua huyu sio mtoto, ameingia tu kwenye sura ya mtoto. Ili mtoto huyu aliniambia nisife mpaka nimuone. Leo nimekuona. Sasa wakati unaendelea kuishi, mimi nimetoka kuishi, niruhusu niende kwa mama. Imani, mauti imezuiliwa. Mtu anaitamani, lakini mauti inaambia wewe usiguse. Sasa nimetoka miaka 120 na sasa ni mzee sana. Mwisho atanishika ushindi, watanishika uchawi. Niache niende. Mauti yanakuja kutukoza. Nilimwahidi kitu, acha hiki kitu. Ukasema amina, haleluya. Amen. Nasema mseme amina, haleluya. Biblia inasema Simeoni mpaka akaona Yesu kwa sura yake. Na hapo ndipo Mungu alimwamuru sasa afe kwa amani. Juzi kati kulitokea kitu kule Marekani kwa Bishop mwenye Bishop T.D. Jakes. Ukifuatilia ile clip utaiona. Bishop T.D. Jakes utamwona kwa mtandao akiwa kwenye mahubiri, adui alimwataka mbele madhabahu. Mzee akaanza kuimba. Ni mzee nafikiri miaka kwenye 70 kitu. Umri umeenda kidogo, lakini bado na nguvu. Mzee akayumba, mwisho akakaa kwenye stuli. Wenzetu wanahubiri na stuli na kaa. Kuna muda akihubiri sana mao kama stuli anahubiria watu. Hivi nataka tuchemke na maji tusinywe. Waafrika wale msitu. Unataka wapi nguvu na ubiri mpaka unakunywa maji madhabahu? Maji kuhubiri ni mateso. Ina maana wewe sasa kama upungui unanenepa, wewe ni mfumo wa kufunga. Hajasema kufunga kunakondesha ni nani? Kunakondesha ni njaa na stress. Sasa mtu anafunga na ana vitu vya kufungulia pale wezi ya nini? Zinarudisha afya yake ndani ya masaa 10. Afya yote. Sasa unafungulia uji. Wewe unaanza na bibi unafungulia bibi ya shilingi 8,000, 17,000. Unapata vizuri. Mtu anatoka nenda hoteli moja kali huko, anatulia, anarudisha mwili. Sasa huyu asukile huyu anakumisha wote tu konde. Kama unanileka hauna Mungu. Huu Afrika na maishi ya Bwana asifiwe sana. Nasema tena Bwana asifiwe sana. Sasa unasikiliza somo la leo, litakusaidia sana. Itakusaidia sana. Maisha tunayoishi bila kuwa na agano na Mungu, hayo maisha ni maisha ni kama yaweka rehani kwa shetani. Kwa sababu Mungu anashughulikana na watu waliofanya nao agano. Unalipata vizuri? Mungu anashughulikana na watu waliofanya nao agano. Na Mungu ni mwaminifu kwa habari ya agano. Watu wengi wanaishi lakini hawana agano na Mungu. Na wengine wamefanya agano na Mungu lakini kwa magumashi. Si lugha nzuri, si
mashi. Yaani ni agano ambalo yeye mwenyewe alitilia kazi kwa namna yoyote ile. Alifanya tu kwa kukurupuka. Nimefanya agano na Mungu kwa ajili ya kufanya nilitaka. Kuna shangaa amefanya mara kwanza, pili, ya tatu aniacha. Sasa mtu namna hiyo sio agano. Sio agano. Lakini kuna lile agano original ambalo unawashirikisha mpaka watoto wako wanajua mama au baba ni mtu wa namna gani. Semeni amin, haleluya. Ni mtu wa aina gani? Maandiko yanasema Daudi alimhusia mwanae Sulemani ya kwamba sisi ni watu wa agano. Sisi Mungu ametufanyia agano, ametuhakikishia kwa kusema ufalme wetu ni wa kudumu. Manake huu ukoo ni ukoo wa kifalme milele, hata Kristo atatokea kwetu. Kwa hiyo mwanangu, zishike sheria za Mungu. Unasikia hiyo? Si kama ikana wanao kuambia habari ya wokovu wako, habari ya agano lako na Mungu. Sijui watoto wako wanakutazamaje ndani, au wanakukuta tunataka Mungu awewe. Lakini wengine wanaanza kuwajenga watoto waanze kuelewa Mungu wa mama yao yukoje, Mungu wa baba yao yukoje. Mimi namjua Mungu wa mama yangu, wa baba yangu sikijui. Kwa sababu mzee anamjua Mungu sana, amekuja kumjua Mungu mwishoni karibu anakufa. Lakini mama aliniambia, na sitaki niwaambie aliniambia nini, lakini alinihusia, alinijenga. Sema amina, haleluya. Alinihusia, akanijenga, akanieleza sana. Hata mke wangu alipokutana na mama, alimwambia sisi ni watu wa aina hii, fanya hivi. Huyo mmeo ana shida hapa na hapa na hapa, kwa hiyo msaidie. Lakini huyo mtu Mungu ashaniambia ni mtu wa aina hii na hii na hii, simama naye. Bwana asifiwe sana. Nasema tuseme amina, haleluya. Kwa hiyo hata watoto wetu sasa tunawaeleza sisi ni wacha Mungu. Matusi hataki kusikika kwenye familia. Sisi ni wacha Mungu, hatuongeagi na kila mtu. Sisi ni wacha Mungu, kutoka pale getini unatakiwa utoke kwa maelezo. Unaweza kutoka alifuata kidogo, haieleweki. Unamwacha mtoto anaongea na tu kwa sababu ni mtoto wako, ni ndogo, ni ndogo, ni saizi yao. No. Mtu wa agano hawezi kuhusu mtoto wake achenge urafiki na kila mtu. Mtu wa agano hawezi kukubali mtoto wake aoe mwanamke wa aina yoyote. Hawezi kukubali. Na sio anaanza hapo, anamjenga mapema. Sisi familia yetu tuna agano mwanangu. Hatuoagi hovyo hovyo, hatuolewaji kwa manaume hovyo hovyo, hatuendi sawasawa na wengine wanavyoenda. Hapana, sisi tunaendaga hivi. Unaniona mimi na babako tulikutana kwenye mazingira haya. Watoto wajue. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Watoto wajue mlikutanaga wapi na babako. Watoto wajue wao walizaliwa kwenye mazingira gani. Wajue ni ishara gani ilitokea siku anazaliwa. Watoto wajue kama nyumba ni ya watu waliookoka, hili halitakiwi, hili linatakiwa. Watoto wajue usichape mtoto kwa sababu ni mboga, mwambie tu sisi sio watu wa hivi. Sisi mwanangu ni watoto, ni watu wa agano. Sisi matusi kwenye nyumba hayatuhusu. Alafu mwanangu, sisi hatuongeaje na kila mtu. Mmeniona mimi naongea na kila mtu? Hapana. Rafiki yangu nani? Mama au baba. Kwa vile ni rafiki nani kabisa. Ndivyo ninavyotakiwa. Wanangu, watu hawaaminiki. Wajenge watoto wako waishi kwa tahadhari na watu wasiamini kila mtu. Wakiamini kila mtu watachukua matapipi za ushoga njia.